mtazamaji na mfuatiliaji wa simulizi yetu. Leo tuko na simulizi ya siri ya Mama Mnyika. Katika kona ya jiji lililojaa kelele, vumbi na harufu ya mihangaiko ya kila siku, kulikuwepo na mtaa mmoja ulioitwa mtaa wa Faraja. Lakini jina hilo halikuambatana na ukweli, maana ndani ya ukuta wa nyumba moja ya kupanga iliyochakaa kujificha siri ya giza na kifo. Katika nyumba hiyo aliishi mama mmoja maarufu kwa upole na msaada wake kwa wapangaji. Alijulikana kama Mama Mnyika. Alikuwa na tabasamu la mama mwenye hekima, lakini macho yake yalikuwa na jambo la ajabu la kutisha. Siku moja familia mpya ilihamia katika nyumba ya Mama Mnyika, ambaye ni Mama Rehema na mume wake na mtoto wao wa miaka 6 anayeitwa Amani. Wakati wamehamia kwa matumaini mapya ya maisha bora, Mama Mnyika akawapokea kwa bashasha na kusema kwa sauti ya kupendeza, "Karibuni sana, hapa mtakuwa salama." Lakini usiku ulipoingia, Mama Mnyika alifunga mlango wa chumba chake maalum. Ndani kulikuwa na mishumaa, magamba ya nyoka, vigae vya udongo na picha za watoto waliowahi kukaa katika nyumba hiyo. Mara baada ya siku 2, Amani akawa mgonjwa ghafla, homa kali, jasho, ndoto mbaya, na ndani ya siku 5 Amani alifariki dunia. Majirani walikusanyika kumsindikiza Amani kwa huzuni. Mama Mnyika alilia kwa machozi baridi, lakini usiku wa mazishi alionekana akitembea peke yake kuelekea kichakani, akiwa amebeba mfuko mweusi. Muda haukupita sana, familia nyingine iliingia, nayo pia ilikuwa na mtoto mdogo, na historia ile ile ikajirudia. Mtoto aliugua bila sababu, daktari hakuweza kueleza chochote, na baada ya siku chache kifo tena kilitanda. Wapangaji wakaanza kujiuliza, mbona kila mtoto anayeingia hapa anakufa? Lakini Mama Mnyika alikuwa mjanja. Alijua kuzungumza na kila mtu. Alikuwa mtoaji misaada. Alikuwa na chemsha bongo kwa watoto, na kila mtu aliona ni mama wa mfano. Lakini siku moja usiku, mvua kubwa ilinyesha. Mtoto mdogo aitwaye Zawadi aliamka kwenda kujisaidia. Alipopita karibu na mlango wa Mama Mnyika, alikuta umeachwa wazi kidogo. Akaingia kwa udadisi. Ndani ya chumba aliona maajabu. Mishumaa mingi ikiwaka, picha za watoto waliokufa zikiwa kwenye sakafu, mifupa midogo ndani ya kikapu cha majivu, na harufu kali ya damu ya kuku. Zawadi alipiga kelele kwa hofu, akakimbilia kwa mama yake. Asubuhi polisi walifika. Mlango ulipovunjwa, ushahidi wa kutosha ulipatikana. Mama Mnyika alikamatwa, lakini cha kushangaza hakulalamika wala kutaka msamaha. Alisema kwa sauti ya utulivu, "Niliambiwa nitoe sadaka ya damu ya watoto ili kulinda maisha yangu, ili biashara yangu isife, ili nguvu zangu ziendelee. Sikutaka, lakini nililazimika. Wao walikuwa kafara." Wapangaji walilia, wengine walipiga kelele kwa uchungu. Polisi wakampeleka, na mtaa wote ukawa kimya kwa siku nyingi. Miaka ilipita. Leo hii Zawadi ni msichana mkubwa, anafundisha watoto kwenye taasisi ya watoto wa mitaani. Kila jioni hukusanya watoto chini ya mti wa mparachichi na usimulia hadithi hii ya ukweli. Watoto wangu, kumbukeni, si kila tabasamu ni la upendo. Kuna watu wenye giza mioyoni mwao, wanaovaa tabasamu kama barakoa.
Someni alama, sikilizeni sauti ya ndani yenu. Msiogope kuuliza, msiogope kusema ukweli, maana waliopotea kimya walilia sana bila kusikiwa. Na huu ndo mwisho wa simulizi yetu. Mtazamaji, usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu zinazoendelea. Asante.